Bwana, mambo vipi? Karibu katika kipindi chetu pendwa kinaitwa Rinkola. Wazungu wanasema welcome to our podcast we call the brothers. Bwana, hichi kipindi mahususi kwa mastaa na hata ambao sio mastaa. Leo tuko na Ibra au tunasema pachake Ibra. Wengine wanasema mdogo wake Ibra. Atajiintroduce mwenyewe tuone bwana kuna unyama gani uliokuepo anafanana naye. Bwana, mambo vipi? Kama kawaida bwana. Nyamwezi. Bwana, it's a long time hatujakutana. Muda mrefu sana. Yeah. Na nikuomba bwana tufanye pindi kana naingilia hapa la kazi zinatokea hapa. Yeah. Najua lakini kiachana na hivyo ishara God amebless it na leo tunakifanya kipindi chetu. Kipindi kinaitwa The Brothers. Hapa Apollo tutapiga story nyingi. Pia ukiachana na hivyo kupiga story, nitakuelekeza hata sehemu niliyokuepo, panaitwa Teapot. Sehemu fulani hivi Unyamwezi mwingi watu wanakaa, wanapiga vyakula vyao. Yes, of course. Bwana, harakati zinaenda mwanangu. Unyamwezi mwingi. Faishi zinaenda. Mimi natamani kujua na pia hata anaangalia hichi kipindi. Anatamani kujua kwamba wewe ni mtu aina gani? Yaani kwamba ukiachana na wewe mtu aina gani? Umezaliwa hapa mjini au ni wale wa kunanili? Mimi nimezaliwa hapa mjini Dar es Salaam Tanzania. Na makazi yangu naishi hapa Dar es Salaam Tanzania yani kila kitu kama shuleni nini yani vyote nafanyia hapa. Na umesomea hapa? Nimesomea hapa Dar es Salaam. Yes. Umesomea hapa, umezaliwa hapa. Jijini Dar es Salaam. Mji una mihangaiko mingi na watu mimi nakutambua kwenye engo ya TikTok na Instagram. Ndio. Lakini hadi kwa sasa hivi mimi hajui sijajua jina lako kamili. Jina lako kamili ni nani? Jina kamili mimi naitwa Arifa Ajabu Musa. Hilo ndio jina lako kamili? Jina langu kamili, jina langu ndio jina langu kamili, Lakini kimtandaoni wanakujua kama Pacha Ibra. Pacha Ibra au Ibra mdogo. Wanaonifuatilia TikTok wanakuwa wanajua. Ibra mdogo. Ibra mdogo _TC. Ulijuaje kwamba una talent hiyo ya mimi? Kimonekano, kwa sababu kuna wanangu waliniambia kwamba mwanangu umefanana na Ibra, so wana sio kesi kubwa huo uhalisia wake na kutisha. Mwanangu kama pull nao, yani ukaondoka nao mpaka sasa hivi Kinyamwezi mwingi. Mjengoni ushaingia pale? Kabla akiwa hajatoka. Mjengoni ushakuingia before, yani ametoka hajatoka mjengoni Konde Gang Music? Hapana, sijawahi kuingia. Sababu gani? Sababu ukiangalia mwanangu unafanya vitu kama anavyofanya Ibra. Yes. Nisiwe muongo. Yes. Una chill naye niseme, sio kukutana naye. Hata maskani kwake unapajua. Ndio nakutana naye. Sasa kuna time wale marafiki mnaoshibana, inabidi ufahamu unaendaje. Sio umeelewa? Nimekuelewa, ila sikubahatika kwenda pale mjengoni ikiwa kabla yeye hajatoka. Ndio. Lakini nilishawahi kujaribu kuomba hapa na pale, bwana nataka mwenyewe nifike hapo unajua, lakini sikubahatikaga, nikawa tunaweka tu vipengele. Basi haina noma tukusogeza. Lakini yani kama tuseme kama watu wako busy na mambo yao, yani wao hawakuzingatii sana, unajua vile. Ndio. Ndio ikawa hivyo. Kwa niko na sio kesi, acha niendelee tu kubeba tu hivyo. Mimi bwana nakushukuru sana hata uwepo wako kuja hapa. Yes. Na mambo yangu kama mawili. Yes. Ningependa kuuliza. Watu wanafahamu mtandaoni. Ukiachana na kufahamu mtandaoni, unajua nao mtandao kama umepasuka, umejam. Ndio. Mtoto umemfanya balaa. Ukiachana na hivyo najua mtoto wamefanya balaa. Na watu wengi wamekufahamu kwa njia ya TikTok. Ndio. Huko umeshangaza ikusumbui? Sio muongo, kwa sababu DM zao nakuwa naziona sana. Message zao nakuwa, lakini unajua mimi sio mtu wa kujibu sana, yani sio mtu wa kujibu Lakini kama kunisumbua tu, wananisumbua sana, lakini mimi sio mtu wa kujibu sana DM zao. Yes. Kwa umeamua kuswiki wewe na mpenzi wako mwenyewe? Okay. Bwana, mimi nimefurahi sana. Yaani kama umeshangazi na ku-DM alafu unaelia good time kwamba kuipotezea, unajua mama baby mama uliokopo naye. Yes. Hiyo inakopo
Unyamwezi sana. Yes. Ukiachana na anachokifanya Ibra, wewe unakifanya. Yes. Una talent nyingine naweza kusema. Talent nyingine na kwa sababu mimi ni director, mimi pia nina edit fresh, afu pia nina yani vichupa, baadhi ya vichupa nini nakuwa na shoot, mimi pia ni editor fresh. Kwenye job la kina Anskana, director Jose, tunaweza tukakugusa. Ndio Mtani bwana. Kweli mwanangu, hivyo vitu mimi nagusa mwanangu. Hiyo imetokea ushapata ustaa huu ambao unao au ni before that? Hiyo before mwanangu, kwa sababu nilikuwa napenda sana director, nilikuwa napenda sana yani kuedit, kufanyaje, yani kuwapanga watu kwenye scene, so baadaye ndio dili ambalo linaendelea sasa hivi. Ndio dili ambayo kuwanyoosha wale mashikaji bwana, imekaa unyama. Yaani kama unanyoosha madoli yanaonyesha mshikaji wetu wakina director Jose nao unapiga, imekaa unyama sana. Yes. Mimi nimefurahi, lakini ukiachana na hivyo bwana, ni kama masikitiko mshikaji kutoka pale. Yes. Lakini ukiachana na hivyo jamaa anaendelea na harakati zake. Hapa tunamzungumzia Ibra. Nipo na pacha yake Ibra, lakini hapa tunamzungumzia Ibra mwenyewe. Je, unaweza kufahamu kwamba Brother sasa hivi yupo kwenye lebo gani? Hapana, kwa sababu sasa hivi Ibra yupo kwenye yani ana kitu chake kabisa amekitengeneza, Oya Gang. Kwa tuseme kama oya ni kama nimetoroka Milembe. Ajili kwa sijakijua kabisa. Ana Oya Gang yani kama baada kutoka Konde Gang Music akaanzisha Oya Gang. Oya Gang yake from the scratch, kwanza kumwona producer, director nini inasimamia Oya Gang. Oya Gang kila kitu kinasimamia. Na wewe mwenzangu? Mimi najisimamia tu mwenyewe. Najisimamia before yani wewe kabla yote unajisimamia mwenyewe. Mimi mwenyewe tunachapa mwanangu. Unyamwezi si mwingi yani. Napenda kuna sharp sana wanazotoa. Na kiachana na hivyo na naweza kuikaje hivi unavyofanyaga vitu vyako, na una direct mwenyewe kama ulivyosema. Kwa kama unajidirect mwenyewe napenda kuna zile sharp Ibra zinazoonyesha anaonyesha upendo wa dhati kabisa, sababu akikucheck in akifanya repayment unaionyesha na pia sio yeye peke yake na isemi na ni watu wengi. Watu gani ambao wanatoa sharp sana wanaweza kaamesha yani ni kwamba yani mafans ambao wanaomfuatilia Ibra, watu wanaomkubali, mashabiki zake, na mimi pia kwangu wanaonyesha upendo. Wanaonyesha upendo, wanaonyesha upendo, wana comment. Ni kitu ambacho nakipenda. Ni kitu ambacho nakipenda. Kuna vitu lakini kuna vitu ambavyo vipenda kutoka kwa shabiki zako. Hiyo tuweke wazi hiyo. Hiyo tuweke wazi. Kuna vitu ambavyo kutoka kwa mashabiki. Ni vitu gani ambavyo vipenda kutoka kwa mashabiki? Kitu ambacho sipendi waga nikipost video unakuta comment, yani umepost video lakini mtu ana comment kitu kingine kabisa, au mtu anatukana. Wewe sijui ufanani, unajua zile. Sijui Karime, sijui dini, yani kuna mambo fulani hivi, yani unajua matusi tena wanatukana, unajua wabongo. Hiyo inakopo haipendezi kabisa. Ndio kitu ambacho sikipendi. Ndio. Bwana, sharp nyingi sana. Ziende kwako. Ziende kwa Ibra ambaye unamfuatilia. Hapa sisi tupo T20. Tumekuja tumechill, mambo mshikaji interview na tumelitinga namna hiyo bana. Na karibisha washikaji wengine wote kupiga story, tufanyaje na harakati nyingine ziendelee bwana. Mimi bwana, ukiniona mimi jua kuna mdhamini wangu aitwa Mr. Rinkola Printing. Anahusika na kuprinti vitu vyote vile bwana. Kuna zawadi yako na kuandalia bwana, shirt moja iliyonyooka nzuri sana. Tutafanya unyama ule juu. Sawa. Kipindi kinaitwa The Brothers, hapa tunapiga story na pacha yake Ibra. Mshikaji fulani hivi anafanya kile kitu anachofanya Ibra, ambaye sasa hivi anasimamiwa na Oya Gang, na mshikaji anakifanya hivyo hivyo. Kuna watu katika zile comment zako yani katika comment nimeziona wanatamani kufanya wewe hapo ufanye kitu bwana, yani uachie chupa na wewe. Hiyo inaendaje? Hizo comment nimezipokea, lakini kwamba kila kitu kina wakati wake, of course. Kwa hiyo kwamba acha kwanza nitulie kwanza, nikipe muda hicho kitu, alafu nitakitoa.
au unaogopa Yes. kwamba mambo yanaenda yasiwe mambo? Yaani Ah, chuma ah, sijibu. hapana, hapana, hapana. Una believe kwenye uchawi? No. Umeona bwana, wale hawakunitafuta tena. Yeye mjaanza na hali kwamba mnasumbua watu watakula bwana. Nishuti sasa. Pray man, pray. Yaani nipe namba. Mimi sija. Kama nipe yako. Umeona bwana? Wale hawakunitafuta tena. Mimi kwa nani cha nyingine.